Alright, bila shaka mpenzi msikilizaji, nimekuambia kesho Sabina kutoka Mawele ametuambia kwamba kesho kuna grand opening ya Sabbath School ya Mawele. Na wacha tupate kutoka kwa mdomo ya kiongozi mwenyewe. Huyo si mwingine, huyu ni Pastor Hezron Mativo, mchungaji wangu. Nafurahia sana aweze kutupa hali halisi ya jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa kesho. Hivyo mpenzi msikilizaji, ninaungana naye Pastor muda usiokuwa mrefu. Hello Pastor, sijui kama unanipata? Nakupata vizuri. Uko salama? Niko salama kabisa. Aha. Yes. Pengine kwa faida ya msikilizaji, jina lako nani, unachonga maeneo gani? Ni muhimu sana. Oh, okay. Asante sana, nashukuru. Mimi naitwa Pastor Hezron Mativo. Alright. Niko upande wa Masii Township District. Okay. Ambao imeshika Masii hapo area kuelekea Mudhedheni, Miu, Idhui, alafu narudi upande wa Mwala, Chawango. Sasa kesho hapo tutakuwa Maweli sasa. Okay. Yes. Maweli kuna nini kesho? Maweli sasa ni Sabbath School mpya ambao ilifunguliwa 10 years back. Aha. Na sasa kupitia kwa uongozi wa ENF, umefaulu sasa kupata ruhusa ya kuwa organized kama church. Alright, kesho sasa. Kesho sasa tarehe 15. Hebu niulize tu, pengine kanisa la Adventista huwa wana organize Sabbath School after 10 years ama pengine kulikuwa vipi? No, inategemea na vile sasa area vile ilivyo, vile watu wamekuwa, unajua kuna changamoto nyingi Sabbath School inapoanza. Okay. Watu huanza wachache, ikafika mahali wakafifia. Kama vile ilivyokuwa walianza wakafifia, walianza watu watatu wakafifia kidogo, ikawa sasa tunafanya revival crusades. Alright. Kitambo ikuje kufikia hapo sasa. Aha, kwa hivyo lazima kazi iwe imefanywa sana. Lazima kazi iwe imefanywa sana, kuna kazi hapo kabisa. Hii ni Sabbath School ya kanisa gani? Ni Sabbath School ya Masii Township SDA Church. Aha, Masii Township iko pale Machakos County Iko Machakos County hapo. Alright, pengine kwa faida ya msikilizaji, kesho sasa ni siku kubwa. Ni nini kinatarajiwa kesho? Kesho hapo Mawele ni nini kitakuwa? Je, ni rais anakuja? Yaani hebu tupe picha vizuri, yaani hata mkazi yakuwa anajua kesho kuna nini kitakuwa kinaendelea eneo la Mawele. Sasa pale Mawele kesho, unajua kwa idhini ya ofisi ya East Nairobi Field. Okay. Sasa hii ni shughuli yao. Okay. Hii ni shughuli yao. Sasa ni shughuli ya ofisi kwamba sisi tunawaalika. Wana representation pale, watakuja ama watumane. Okay. Na alafu kuna yule officiating pastor amepewa ruhusa ya kufanya hiyo kazi kesho. Aha. Sasa sisi ni kuwa host, wafanye shughuli, ni shughuli ya kiofisi yani. Alright, ni shughuli ya kiofisi. Yes. Kwa hivyo sasa ibada muhimu sana, kuna vitu mnapea Sabbath School ama inakuwa vipi? Yani inakuaje? Yani hiyo title inahamahamaje? Kuna masahani mnapeana? Yani kuna nini hiyo? Ni certificate ni nini hiyo aswa? Sasa kesho kanisa hili watakuja watu lazima wakuwe wametosha 25 kwenda juu. Okay. Ni watu ambao wamekomaa kiroho. Pia wanaangalia umbali wa kanisa main church to the Sabbath School. Okay. Kwa hivyo kuna mambo muhimu ambayo yameangaliwa hapo kidogo hivyo, maturity of the members. Okay. Na sasa kesho wanakuja kupewa mamlaka ya to be a full pledged church. Aha. Kwamba hii ni shughuli ya ofisi, wanakuja kutakuwa na certificate hapo, watapewa certificate ya officially kanisa kufunguliwa. Kuna zawadi pale ambao kanisa main church inawapea kama mtoto wao wanapokomaa sasa. Alright. Ibada itakuwa pale, district yote ya Masii iko pale na wageni, tumekaribisha wageni na marafiki pia. Wow. Kwa hivyo tutakuwa umati wa watu pale kabisa. Asante sana. Kwa hivyo hii masuala ati ya Mother Church kutuma wazee huko kuanzia kesho hakuna kitu kama hiyo. Sasa kuanzia kesho sasa watakuwa wamejioga, yaani wako na mamlaka kabisa, wanafanya church board yao. Kuna mzee wa kanisa pale, kuna nani, kuna viongozi. Hata kesho pia tutasoma viongozi wa mwaka huu unapofika 2026. Aha. Kuna viongozi ambao tumewachagulia sasa kuanzia kesho wanafanya vitu kivyao sasa. Amina. Kwa hivyo watajisimamia wenyewe. Wewe kama mchungaji umekuwa hapo, the future of that area, kwa sababu najua kuna kanisa lingine liko pale chini Chawango, na Chawango was much older than Mawele. Mbona sasa Mawele kawa ndio imekuja mbele kuliko Chawango? Sasa unajua revival ilipofanywa hapa,
Kuna mtumishi amekuwa pale, lay wangu assistant anaitwa Meshak Msioki. All right. Amekuwa pale on the ground. Okay. Amefanya kazi kubwa ya kwenda nyumba kwa nyumba. Kurevive watu hapo, ikawa sasa tumebatiza watu. Sasa hivi wamefika watu 34 acha. Wow, amina. Namba imeongezeka pale kabisa. Amina. Ndio sasa kanisa hili likiwa organized. Sasa tutakuwa na nguvu ya kuzingatia sasa pale chini ile sabato ile saba siku nyingine ya Chawango. All right. Yes, itakuwa ni nguvu tumepata sasa. Maana kazi itakuwa imepunguka kidogo. Sasa concentration inaingia pale chini sasa. Amina. Na tunaamini ya kwamba hiyo area nao ambao watatengwa kuwa kanisa watakuwa na uwezo wa kueneza sasa area. Amina. Yes. Sasa the future of hiyo eneo unaona vipi, hiyo eneo la Maweli ukishuka Chawango, hizo eneo za huko chini unaonaje, what is the future? Ndio likikuwa sana kwa sababu imekuwa kanisa la Kiadventist alijakuwa pale sana. Sasa tunapokuwa na kanisa likiwa organized kama hilo, ni kwamba sasa tuna ukweli wa mambo na tuna imani kwamba kazi itaenea. Na hivi karibuni si ajabu usikie Mwala district. Amina. Si ajabu. Amina. Si ajabu, tuna matumaini makubwa kwamba hivi karibuni tunaona area hiyo kanisa la Kiadventist likipenya. Kwa sababu tuna imani sasa baada ya kanisa hili kuwa organized. Okay. Ama kutengwa wakfu kama kanisa. Itakuwa na uwezo wa kueneza injili area. Okay. Hiyo eneo. Alafu tupate nguvu ya kuinua pia pale Chawango Sabbath School, nayo pia itakuwa imeinuka. Sasa eventually ama hatimaye tutakuwa na uwezo wa kuona Mwala area injili imeenea pale, na si ajabu upate district mpya ya Mwala. Yes. Amina. Mungu akubariki sana mchungaji. Yes, nashukuru sana. Pengine nikupa nafasi hii uongee na wasikilizaji wetu kuhusu masuala ya utume, maana Sabbath School haiwezi kufunguliwa kama utume haujaanza. Pengine ni jambo gani ambalo ukipewa nafasi unaweza kuongea na washiriki na wasikilizaji wetu kwa ujumla? Nashukuru sana. Kile ambacho naweza sema ni kwamba ili kazi hii ya Mungu iweze kuendelea lazima sisi wote tujitume, kwa sababu unajua kitambo Sabbath School hii ianze, kuna mama fulani alikuwa ni mshiriki pale lakini hapakuwa na kanisa karibu. Sasa ndio hitaji likaibuka na Masii Township wakaona sasa kuna haja ya kuanzisha kanisa pale. Maana mama yuko pale ni mbali, hawezi fika kanisa karibu. Kwa hivyo watu wanapojituma kwa kazi hii ya Mungu, maana tumeitwa kwenda kote duniani kuhubiri injili, ni muhimu sana tufuate angizo la Mungu toka kitambo, na Yesu Kristo alituagiza kwamba tuondoke kwenda kote ulimwenguni. Maana ujumbe tunafaa kuupeleka, na ni sisi tu tujitume kabisa na kukubali kuitika wito huu. Amina. Yes. Amina. Pengine kwa wale washiriki ambao kazi yao ni kukaa tu, wamebatizwa wanakaa tu, yani wako tu wamekaa tu, neno gani uko nalo kwao? Ninaomba sana kuwakumbusha kwamba ni muhimu sana, maana mtu alipoitwa, wito uliitwa, sasa na wewe pia unafaa kuitana. Kwa hivyo unapotulia ni kumaanisha kwamba wewe uitane, na ni muhimu sana watu wa Mungu tujua kwamba katika kanisa la Kiadventist Seventh-day Adventist Church ili kanisa ni kwamba tunaeneza injili. Kazi yetu ni kueneza injili. Kwa hivyo hakuna haja ya kutulia. Kweli. Ni kuondoka kutangaza injili. Hata kama una nguvu, ondoka tu. Mungu atakuongoza. Asante sana mchungaji. Yes. Hii Sabbath School iko na uhusiano na Mwadime? Kabisa. Unajua kuna wakati huyu mzee anaitwa Evans Mwadime. Evans Mwadime hata nilipokuja upande wa Masindi alikuwa church elder. Kwa hivyo nilitembea naye sana, tukapenya nyumba kwa nyumba, ujumbe wa nyumba kwa nyumba, tukiamsha hao watu wa Maweli pia wanamfahamu vizuri. Kweli. Ametembea pale, amefanya kazi kubwa sana. Hata wakati tunafanya crusade pale, pia alikuwa ni mzee. Tunashukuru sana pastor, ubarikiwe. Pia ubarikiwe wewe. Unajua ningeambia wasikilizaji wangesema huyu mtu mbona anajisifu hivi. Unajua ni vizuri. Lazima unajua kufanya kitu watu hawezi sahau hivyo, na kazi yako pale Maweli ni kubwa. Amina. Nashukuru Mungu pia kwa kuwa nao wakati ule. Amina, barikiwa sana mchungaji. Yes, karibu sana. Sasa sinikupe nafasi ili kwamba uweze kusalimia wawili watatu, alafu walike watu rasmi sasa kesho kwa shughuli za kesho. Nahitaji sana kuwakaribisha kusalimia mtu kama yule kiongozi mkubwa wa kanisa letu la Township. Anaitwa Joseph Muvea Maingi. Ni mzee wa maana sana, na naomba kumshukuru sana, na pia namkaribisha sana kesho. Tunashukuru pia kukaribisha wazee wote kutoka Mudhei, Harrison Kingo,
kutoka Good News Church anaitwa Elder Titus Kisia. Upande wa chini kule kuna Nicholas Mbunga kutoka Kidhuia. Tukifuatia pale juu Miu SDA Church kuna mzee mwingine nataka kumsalimia anaitwa huyu mzee anaitwa huyu mzee Philip Dua. Haya, tuna coordinator wetu anaitwa David Kingi. Namkaribisha sana pia, namshukuru sana. Mzee wa kanisa pale Township anaitwa Benjamin Kihilu pia. Karibishwa sana. Amina. Amekaribishwa sana pale kabisa. Mdedeni kuna Sylvester Isika. Mzee wa nguvu sana pale katika sehemu ya Mdedeni. Naomba kuwakaribisha sana wageni wote kutoka ENF. Na pia the former lay rep Machakos Arizona Mwandio akiwa kule ngambo kwa sasa hawezi fika, lakini kule ngambo pia apata salamu zetu. Asante sana. Na kiongozi wetu Pastor Joseph Munyao Machakos Station. Asante sana. Nataka nikufunze salamu mpya nimejifunza hapa. Muhimu sana. Salamu zetu tunasema Gospel Radio, injili ya matumaini kwa jamii, alafu tunamaliza tukisema tumalize kazi tuende nyumbani. Unaweza sema namna hiyo? Tumalize kazi tuende nyumbani. So nikisema Gospel Radio, injili ya matumaini kwa jamii, unasema tumalize kazi tuende nyumbani. Okay. Sasa Gospel Radio, injili ya matumaini kwa jamii, tumalize kazi tuende nyumbani. Sasa nikufundisha ingine, tunasema Eternal Hope Mugambo Network, unasema kwa Kikuyu toreke wera tuenuke. Hiyo unajua? Toreke wera, yani tumalize kazi tuende nyumbani. Sasa nikisema Eternal Hope Mugambo Network, unasema toreke wera tuenuke. Sawa? Yes. Haya, Eternal Hope Mugambo Network, toreke wera tuenuke. Sasa sema na Kikamba, Eternal Hope Mugambo Network, tumina wera tuenuke. Asante sana Pastor, tunakupenda sana. Nashukuru sana, karibu sana. Peana salamu huko na uambie washiriki wa Masii Township District yote Gospel Radio inawapenda na inawatakia kila laheri siku ya kesho. Kweli kabisa, tunashukuru sana, mbarikiwe pia. Asante sana. Yes. All right. Bye. Alright, basi bila shaka mpenzi msikilizaji, nimekuwa nikiongea naye Pastor Hezron Mativo ambaye ni pastor wangu. Nafurahia sana manake pia aliweza kunilea sana katika masuala ya uongozi na uzee wa kanisa. Kanifunza mambo mengi sana. Na sasa nikaritaya, mimi nimekuja kuwa mzee wa radio, mzee wa kanisa wa hapa hii radio yetu ya Mugambo wa Uradhi Radio na Gospel Radio. Mimi ndio mzee wa kanisa hapa sasa. Niliwachia wazee wa kanisa wengine waendelee huko na mimi nikae hapa kwa radio, maana Mungu amenipanga nikakaa hapo. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya pastor wetu, Pastor Hezron Mativo. May God bless you so much. Hata katika huduma ya kesho, acha jina lake likaweze kupewa sifa. Na mkaweze kufanikishwa kwa kila jambo. Mkaweze kufanikishwa. Mungu wa mbinguni akaweze kubariki.